Mimi mama naishi na watoto wangu. Nilisaidiwa nyuma na shemeji yangu. Huyo shemeji yangu ndo amefanya mipango yote hiyo ya mtoto wangu mpaka kwenda kubakwa. Nilikuwa katika kituo cha kata, nikiwa kama askari jamii, wakanisaidia. Ila pale pale wakanitoa kwa hujuma hizo kwamba mnampaje hiyo kazi ya askari jamii. Wakati huyu dada anahalipi kodi kwangu, naomba mumuue. Ila ni Mungu alinisaidia. Nikinywa maji wananiwekea sumu kwenye maji. Ni Mungu alinisaidia waziri. Ndio. Na hiyo kesi kata ya Nyasaka mwenyekiti ndio koloneli. Mwenyekiti, jambo unalifahamu? Anajua. Mpaka sasa hivi niko hatiani mimi, anajua. Tulia. Serikali ipo kwa ajili ya kulinda. Tulia. Asante baba. Mheshimiwa Waziri, ni kweli alitoa malalamiko, lakini ile swala lilikuwa likishughulikiwa kipolisi. Polisi kata ndio alikuwa nalo hili swala na baadaye walienda polisi. OCD yuko wapi? Polisi kata yuko wapi? OCD yuko hapa. Nimemuona. Polisi kata yuko wapi? OCD yuko wapi? Yuko polisi kata. OCD yupo Ilemela. Shirima ndo chief. Hata kufikia mkono basi muone yule bwana. Basi muone wananizuia. Wananinyanyasa mpaka sasa hivi. Wanaingia juu ya dari, mheshimiwa. Wanaingia wanataka kuniua. Uko salama. Nisaidie baba. Uko salama, umeshafika mikono salama. OCD yuko wapi? Kamanda wa polisi niko na polisi. Kamanda, tuambie. Ni Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ni mimi silifahamu. Tunalisikia hapa. Labda nilichukue kwa ajili ya kufuatilia ofisi yangu kuona kama ni kesi iliyoripotiwa na inashughulikiwa. Tuma vijana wako hawa wanaotuhumiwa wapatikane leo. Tuma vijana wako hawa wanaotuhumiwa wapatikane leo. Pata maelezo ya kina kwa mama yetu akiwa ametulia na mwenyekiti na maelezo ya mwenyekiti. Pata na nyaraka, lakini pia mama ahakikishiwe usalama wake. Asante waziri. Unakaa wapi? Mtaa mwenyekiti. Mwenyekiti wangu ndio huyo. Mwenyekiti, hili jambo umesikia na umekaa nalo. Kiwalisia kama nilivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hili swala lilikuwa kwa polisi. Wao wanamzuia. Akinisaidia watu, ananisaidia sana baba wa watu. Ananisaidia na wanamzuia. Amekutetea, nitaka uingie hatiani na wewe. Ananisaidia sana. Una bahati amekutetea. Mimi namsikiliza sana. Tunasema hivi. Viongozi wote wa serikali, jambo la mwananchi likishafika kwenye mikono ya serikali, ni lazima viongozi tulifuatilie. Sio kumwacha yeye aendelee kufuatilia. Naisema leo kwa kata ya Nyasaka na kata zingine zote. Mwananchi akishafikisha jambo kwenye kata, amefika kwenye ofisi ya kata, viongozi fuatilieni wenyewe, sio mwananchi mwenyewe kuanza kuhangaika kumtafuta mkuu wa mkoa. Tunasogeza ofisi za serikali karibu na wananchi ili kuwapunguzia adha wananchi wetu kuhangaika kwenda kwenye ngazi za juu. Naisema hii kwa mara ya mwisho, watendaji wa kata, wenye viti wa vijiji, wa mitaa, watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, viongozi ngazi mbalimbali, tarafa, wilaya. Mwananchi akishafika ofisi ya serikali, akafikisha jambo lake kwenye ofisi, tunataka serikali ndio ianze kufanyia kazi jambo hili. Mwenyekiti, kama mama asingekutetea hapa, ungekuwa hatiani. Ningeelekeza wote mkamatwe na wahalifu na ninyi ambao hamkuchukua hatua. Haya hatuwezi tukaacha yakaendelea mambo ya ovyo ya aina hii. Tunataka mwananchi akishafikisha jambo kwenye mikono ya serikali, kama hamjapata majawabu, ninyi ndio mpeleke ngazi ya juu. Mnataka huyu mama aende kumtafuta wapi
RPC. Huyu mama mnataka aende kumtafuta wapi mkuu wa mkoa? Ninyi kila siku mnakutana na mkuu wa mkoa. Mnaenda kukutana na mkuu wa mkoa kwa mambo yenu binafsi badala ya kukutana kwa ajili ya mambo ya wananchi. Mnajadiliana mambo yenu binafsi badala ya kujadiliana mambo ya wananchi. RPC, watafutwe hawa wenye tuma na wasitoke mpaka ukweli ujulikane. Na wale wake mtu ambugudhi huyu mama sasa. Mkuu wa mkoa, simamia usalama wa huyu mama. Haya ndio mambo tunayokataa. Mwananchi anafikisha hoja mikono ya serikali, anapigwa danadana. Anapigwa danadana. Anakwenda na siku nyingine anapigwa danadana. Anahangaika mpaka anaishiwa nauli. Anaamua kukaa kimya. Siku viongozi wakifika anaamua bebe bango, na bango hilo ananyang'anywa kabla kiongozi hajafika. Na hapa mlishataka asinione. Siku nyingine, eneo lingine, popote pale, ambaye hachukui hatua na aliyefanya uhalifu, wote wamefanya uhalifu. RPC, chukua hatua kwa hawa ambao wanatumiwa. Na nipate taarifa wakiwa wameshapatikana. Na tena wasicheze kabisa wakijua huyu mama hana uwezo wa kufuatilia. Hili jambo nataka nione mwisho wake. Mpaka nipate nione mwisho wake. Nione mwisho wake umefikia wapi. Wakamatwe mpaka uhakika, ukweli ujulikane kwenye jambo hili. Haya mambo ya kufunika watu wanaumia, wanaugulia mioyo yao, wanaumizwa, wanakosa pa kukimbilia. Hii iwe mwisho. Ndio hivi na juzi kule tukakuta daktari kafanya vitu vya kijinga. Nilisema afukuzwe kazi, akamatwe na afunguliwe kesi ya ubakaji. Na huyu mama amesema huyo mtoto wake kabakwa. Huyo akamatwe, uchunguzi ufanyike, afunguliwe kesi ya ubakaji.